wawiyo nina wikwatyo kanani watinda nesavo nde vala watindela wa kwambeliwa umonde matukunyanya muhini wa thanthatu mwaka ni wangilile miongweli na thanthatu ndio dhocha dhini wa vilingi wa mauvo ekapamba kunengelelia mwe katuwala tukumbanisye okwokuvi ala tukumbanisye ni pamwe na The standing order is unconstitutional insofar as it has the effect of abridging the time for public participation. Public participation is therefore not a gift of the state to the citizen. Kwani ya Gachagua ya kuliana na kung'uthulwa kuma utongo ine kutuwa kwi umuthi. The accident involved a 33-seater matatu and a truck. 8 people died on the spot. 5 men and 3 females. Nililetwa hapa usiku na nimehudumiwa sawa. Andu nyanya kutiwa ni thayo mbangani ya lelo kisioni cha ACK salama lelo ni wakuma ilovi kuthi Mombasa. Usione mundu usiku oswa. Ole tino. Ndugwa na boya sienyu. Yu kabisa kene nene kisiwo. Nambe oboyo. Nundo ate. Mundu amende eka ndi yitwa kitwimya na nyama. Muno. Meka utakwithi waithikirwa mutauni umwe utewa lelo wakuma mwinge kuthi Garissa. Wajua zamani watu kwa nafikiri ni mtoto wa kiume ambaye lakini sasa tunaona pia ni mtoto wa kike. Kwa hiyo maadili haya ambayo yamekwenda chini yametuadhiri kwa kiasi kikubwa sana. Na mambo ya mitandao ya kijamii na moneni wa serikali kwenda asima kwatianie na alimu na ene iyandangi kumina mikomo maskuluni. Vilingi wa mauvo. Nende musaisia ikulu itu mwathanyani wa umonde tuokulia no kwitikilana na muneni wa serikali Isaac Mwaura kana mitwe mithuku ya manigwa niyo ikwothothia mikomo no ti mathina maskuluni. We no kwitikilana na muneni wa serikali Isaac Mwaura kana mitwe mithuku ya manigwa niyo ikwothothia mikomo noti mathina maskuluni na hindi nitina wakwitha maskulu maingi maende na ukosi ya mikomo maibevya na kwithiwa na wanango wa mali ya skulu na mali ya amanigwa. Aini muthinyani wa mundi Isaac Mwaura ainengane ripoti ya uthukomi wa serikali no wetie kana miele mithuku ya CIE niyo yothothete mituo mithuku ile ni tuma amanigwa mabevya maskulu no ti mathina mekombelite maskulu na hindi we woni waku no ibaje kana ye na welese waku kuselaili tukaenda imwe itano kana mitandao ni itu ya mikomokanile na ningwithi wa ndikunikila mawoni maku tuende yete na vilingi wa mauvo. Nitawa Robert Mutuko na ke Sharondinda etwaila mauvo kwanzia ya meko. Na tuyambia mauvo maitoni kana asili atatuma makuwani kotini munene kwa oyu ni maende kusoma utwi kwa nini ya Rigathi Gachagua ya kuleana na kung'uthulwa kuma kivilani cha munini wa Musumbi kwi mwaini wa 10 mwakani wa 2024. Koti uyu umya utwi wa kana wina watho wa kukunikila ikwani ya kung'uthulwa ukunikila kana ula wathakisye mutaratala kung'uthulwa kwake ni wati miao umanekana ni vethiwe na wosania wa mawoni ma enende kwianana na katiba ingi kumanya kana miao ya mbunge ni atiwe utwikana mbunge ya ina utalo wa kuyana oundomwe na IBC kwitikilana na kung'uthulwa ku na kana koti wina watho wa kukunikila undu isesothi ya twaiwe kwa oyu twithi imwe kwa imwe ngina kotini wa Milimani kumanya kila kiende. To the extent that they apply to the Deputy President, advancing their challenge on 3 grounds. First, that Standing Order 79 was a mechanical importation of the presidential impeachment framework to the Deputy President's distinct constitutional position without any effort to modify the required identify the required modifications as required by Article 150 to 152. Second, that the appointment of a special committee was mandatory under Article 145(3)(b, and that Standing Order 79 did not mirror this requirement. Third, that the 14-day timeline under Standing Order 75 was structurally incompatible with Articles 47, 50, and 145(5), and was grossly inadequate for proceedings
involving 11 complex constitutional allegations. The respondents maintain that Article 145(3)(b) uses the word may, which confers a discretion and not a mandatory obligation, that the fact that Standing Order 80 expressly provided for a plenary alternative, while Standing Order 79 did not, was constitutionally significant, as the discretion was conferred by the Constitution itself. They further submitted that Article 152 did not require a formal or recorded exercise of identifying modifications, and that the modifications were implicit in the different constitutional status of the Deputy President. They relied on Speaker of the Senate and another versus Attorney General and another for the proposition that courts should not read into the Constitution obligations that its framers deliberately chose not to include. We have considered the submissions put forward by the parties, and for the avoidance of doubt, standing orders, we provide verbatim what the Standing Order 75, 78, 79, and 80 all provide. Allow me not to go through that. The principle that standing orders must conform to the Constitution applies with equal force to the Senate as it does to the National Assembly, for the reasons we have already set out in the preceding section of this judgment. Our jurisdiction to examine that conformity is equally settled, and will rely on the case of Orange Democratic Party versus Speaker of National Assembly and Ombogi and 9 others versus County Assembly of Nyamira. We note that Standing Order 78 largely mirrors the impeachment procedure provided for under Article 145. As such, the question of whether the special committee contemplated under standing orders is mandatory or discretionary, and the constitutionality of those standing orders is in the context of Article 145(3)(b is addressed separately in the next ground. On the specific challenge to the absence of a formal recorded modification process under Article 150, Sub-Article 2, some petitioners argue that the phrase "with necessary modification" in Article 150, Sub-Article 2 of the Constitution is a mandatory constitutional directive requiring Parliament to enact a substantive legislative framework tailored to the distinct office of the Deputy President. They emphasize that unlike the President, the Deputy President enjoys no civil or criminal immunity under Article 143, and therefore impeachment must be treated as a mechanism of last resort. In their view, a mere transposition of the presidential framework through standing orders is inadequate and constitutionally insufficient. The respondents countered that with necessary modification is nothing more than a drafting device requiring only the mechanical substitution of president with deputy president. They maintained that the obligation was discharged through the National Assembly Standing Order 65(2) and Standing Order 79, and that the Parliament's procedural autonomy under Article 124(1) shields its internal arrangements from judicial scrutiny. We are unable to accept the respondent's construction. Taken to its logical conclusion, it renders the phrase superfluous. If the na ndiye musiaisa ni twithe watu atianite na mawasu makonetwe utiosu wa Rigathi Gachagua kwithe wanguthilwe kuma utongo-ini na twithe wati umanithia otondo methi wa maitovikia na indi kuvikia yu kumanwa na utiula maminite kusoma nkanako utiosu ni wetikilite kana iseso ya wasani wa mawoni yolwa kunguthulwa kwa Rigathi Gachagua yatwaiwe kwanzia ya withianu na utalola wa vikie na ukulwa mokulyo kumya mawoni mo niwavikie na kuyana mavuasu itwendeye na kuatiania namo.
Tuisonga nambe mauvo macheva nikana andu nyanya ni matiwe ni thayu nangi miongweli na kenda makwata maumisie nthini wa mbanga ya lelo ila ikitikie kisioni cha ACK kila kisalama kaunti ya Makueni lelo ni monene wa Kumailovi kuthi Mombasa kwa tewala maumiye elimatiwe na ni maiti wana mavute wa vala 19 maende kuiti wa hospitalini wa Makindu na Nyanya hospitalini monene wa Makueni vala na kendeleva wa trailer imwe ila ikoniwe mbangani na ke uende kuiti wa hospitalini wa Sultan Ahmad. Ken Mulinge ena mauvo. Kwa Mungu nasema ni asanti juu. Unajua mambo mengi kama haya ikifanyika sana sana watu hufa. Sasa mimi niko sawa. Ainena nandiki mama obo umwe waene nthina ula ni ngusi ya itho na ula ivikite kuvosia mbanga noelesya lelo withe oyo mutheke kila kitona kwithwa chothotheie mbanga haikule silikali kumathanthesia lelo uni kana kuolanga mbanga kisione ki na nyewe nilishuhudia wenye walipata hiyo ajali na nikapata ya kwamba wetu alikuwa mmoja wa wenye walipoteza roho zao. Unajua hapo hiyo salama yenyewe inaonekana ni kama kuna kuanga na ajali. Kwa hivyo serikali ikitusaidia kwa kupanua itakuwa pia itasaidia mwananchi. Minisa wa uiti kaundini ya Makueni Avi Molei noelesekana ni mathinikiie enenthi ala mavikie na kuvonoka mbangane na vala maende na kukwata uiti masivitali ni meki vathukanio vala waweta ni mekwithwa maimanenga uthukumi mwailu. We are here to give a report regarding an accident that took place yesterday at around 9 p.m. in the evening in Makueni County at a place called Salama, that is 1 kilometer away from Salama town. The accident involved a 33-seater matatu and a truck that was moving from Nairobi towards the south. We were able to refer some to Makueni County Referral Hospital, which is our level 5 hospital, and we referred 7 of them. As we speak, the 7 are still in our hospital. One of them was referred to Machakos level 5 hospital, while 6 were referred to our Makindu sub-county hospital. We have set up a tent somewhere around in Sultan Ahmad sub-county hospital where people will go there and check and see whether their the victims or relatives or friends are there. And so you go to that tent will have counselors and other nurses or healthcare providers who will guide you. Ainena nandiki mama obo obisa munene wa uiti sipitali ni wa Sultan Ahmad no weta ni makwatie uboyo lwa mbanga vala methe maivika kutethesia kwitana akua na vala waweta akua na nata maguye bukwabu nange miongo ile na kenda kukwata maumesia mai. We had 8 deaths on the spot. All the bodies were received and kept in our mortuary. 5 men and 3 females. We also received 29 casualties. 7 had head injuries. They were managed and stabilized. Nindini woneni wake pala avi waumia ukulio kwe matelewa metho mengu no malelo ni nekana kwekethia mbanga ina akiteka. And we are asking drivers to be more careful while on the roads because these accidents are causing loss of lives and we want them taken care of. Nilipoti ya bilingi wa mawogu masalama lelo ni wakuma ilobi kuthi Mombasa kaundini ya Makueni. Titus Makau. Ndi mavua tumbaniwe ni Titus Makau no TK ni Mulinge twinengane ukie kisio kuyalamatiwe ni endwamo na kuendela makwati ma uomesie kuvoa kwa metuki. Na tuisonga na mbeni kana mivango nzama ya mivango ya nthi bungeni nene ni atongwezezo ya kosania mawoni mainendi kaunti ya Mombasa kukonia mitatatala kivathukanio uivo wa ilovia wa mwaka wa 2023 mtatatala wa mawaliuku muviani wa wosania wa koti kana KRA na mtatatala wa vengi munene kana Central Bank of Kenya. Amwe mainendi alama ivikite kikaloni kini makuli ama wendekithio moma vikia kunewa iviso jimwanya ni kana mawaliuku ilungune ila mekuweta taitonya kumomesi ya mwenendi na kumwete mkuu wa koti na ngalama 4 ya mikalile ivikie kusenzwa. Angelina Mose nukuelesya.
mainene ya kikaloni cha kuwasinya mawoni ya mama enenthi kaunti ya Mombasa ni makuli vengeli imwe vikie kusenzwa ni kana mwanenthi na kavikie kuvinye kavala yu medhio maisikumesia mawali ukumondo nimeo ne koti kavindane kala mwanenthi ukutho wa simo na viasala nene sia kambuni na mivia ya waki ikavikie kuvetwa koti ni kwithwa siungametu ni anduma ukwati wiyulu ingi maiwet kana vena vata wasi ndo sia uimi kuvetwa koti ni kana aimivandhi ya Kenya mavikie kukiliwa kiukwati. Biashara kubwa kama real estate, shopping malls na apartments haiwezi kupandwa na mtu wa chini ambao ni mwananchi wa kawaida. Hii biashara inafanywa na watu wa strong financial muscle. Tungeomba hii exemption iweze kutolewa au watu ambao wanabarikiwa site wawekeze ushuru nyingi kwa nchi ili tuweze kuendelea. Kwa tamani kulipa ushuru moja kwa moja kwa ambao kuna watu zile ardhi wanalipa ushuru. Watakakuwa na uhakika sisi wenye nyumba tutalipa ushuru serikali moja kwa moja. Enenthi anima kwa teviso yemwanya na kumia mamoni moku kone finance bill ya mwaka wa 2023 ufumu na mutalatala wa maundu mamo vya wa koti KRA na Central Bank vala makule komiti eko ikithika na mawendekethio mo ni mavikia kunewa iviso yemwanya na mawali ukukutaiwa. Utekelezaji Kenya ndio mgumu, lakini kama viongozi wetu mungetekeleza yale mnaotuambia, wallahi sisi tule Singapore tungekuwa tushafika, lakini tunasema na utekelezaji hamna. Kwa hivyo tutabaki pale tulipo. Singapore itakuwa labuda kizazi chetu ama wale wajukuu wangu mimi. Asante. Sain, wewe jiulize swali. Ndio kuna madini hapa, unaona kuna mambo mazuri hapa, mambo ya loan utasaidiwa kulipiwa sawa, lakini jiulize swali, mbona shambani kwako wakipata bangi wanakufunga, lakini wakipata dhahabu ni yao? Have you sat back to think of that? So kama hujasign hii kitu, elewa unaweka kidole nini, usije ukajikuta kwamba unajifunga. Sawa jamani? Hapa tumekuja kuelimishwa. Unaelimika, ndio maana ukiamua kufanya kitu una do the right thing. Lakini get serious, the finance bill is not the best thing right now. Mwani kivilo wa komiti na ule ni muyumbe wa Molo Kuria Kimani ni wa madha a Kenya kana mawendekethio mo ni makufikia kusiswa undu vailite na kunena niswa mbunge ni nene. Ningetaka kuwaeleza ya kwamba this public participation is not an exercise in futility, and Kenyans can hold us to account that the bills that came before Parliament, and especially the finance bill, the views of Kenyans that the Kenyans give us across the country will count. And therefore we'll be proposing several amendments across different clauses so that it is in line with what the public has told us on what amendments they would like done on this particular bills. Ngilivotea vilingi wa maovo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Serikali ya katiku isilamovea wa uiti ni endeka kuthambala la kukonya undu yevangite yolua kusuvia kunyaika kwa uwe muisi wa Ebola vandhi ya Kenya. Uni kuma kuimini sawate ni muviani wa uiti kaunti ya Masako Dr. Ansen Kituko ulawe takana itambia serikali kusukuma kwa kisisecha kuwadha awau maembola va Kenya ni kutonya iki ya muisi munene kuyenende anaonginya serikali yona ni misingi milumu ya kukutana na uwauo ondo umwe na kusomethia na kuta enende unu matonya kutethesia kusia kunyaika kwa uwauo wa Ebola. Boni Motisia na ilivoti. Daktari Ansen Kituko watanonginya serikali kemaolo nyumailu kuisina no wa Ebola kwa serikali ya Kenya ende na usukumia kwa kisese kana kisi chalame na uwauo wa Ebola. Ilane nene isi account sieke mebango meaneu wethe nondo tweze kwangelekani ila corona yokie kaunti tu ya Masako mouambe mundu aendeleba wa Lord ya umaguma koyan Kongo yuko wanginege zila Kenya zila Mombasa Road eza oga umea mololongo na ambraka dhia ni umuambe wa corona womelile na kunenda kuda serikali yito yeke megate meanu ya kuthima ku yake ondeko laito wa border points malaba na kula kuongea no maili kama kathi mwaneza nondo uzwa Ebola ndogaze olika ku nondo tweze twinando inge maito muno makena mathoko ma Kongo amathoko mana mabengi angina amato ama loli ku serikali yeke megate ya kuthima screening
yekiwenesa ingienda serikali ya kati kuislamu vewa witikumela uthini na kuelesea mwene nthundu hiyumbanitie kana matambela yosete ithiwa uunulika va Kenya aiweta kana muvea wa witinonesa onekaninengana mawala nywaya kwa umelu kwi mwene nthi ayumila neza madabye waziwazi madabye kana ondo twiyumbanitie kugirana uzindu agenga mundu mo atangaza kana be mundu mwene uwa Ebola mundu Kenya twela banu twinezwa mibango gai kututabya ikatuya paani botu bangete andu ala mamwe makwatu nugozi makaitia waba andu ala mema ma suspect wala umiyema ambo bingwa banege na meko masi wele karo kunikili ko serikali izo ngena kwa mitoke nondo uyo wa Ebola no wo muthoku muno na wa andu muno kwao tuzizondo sovyane wago utawiweta kana vevatana ke mwene nthi amanywenzi cia kwisiana uyu wethwa nutonyelela nthino ya Kenya kwithwa nthino thi mwisono wa kukotono uyu twikembe na wia mwingi monondo uyu wa Ebola unlike ula wa corona wakoraniwa kwesila nzevene uwa Ebola wakoraniwa kwesila mundu akomana na kiuchumete kwa mundu no ugusu kuye thandaka me mauma ocho yutia mata kana andu akomana mundu no ugusu kwa uzu ne zazilezi akwesiana na uo ogeza kuka lakini serikali ambegia matambia mailete ndikenda tusianiwe nakyo nitunonie itambe ino zo serikali ya Kenya ikotanena ya Amerika mambe seketuo cha kuitia usu kuyala ikipia na akenya inge mena wia ondo akigumba gekiwe na kwa tuenda kulia serikali yitukwa ndaya ona etha mbaze nengwa siana da nazuma onengane donors kila chonde mekweka mambe ulikana kana mu Kenya maana na kuprotectwa no usu uno tuonie binela corona yogie Kenya nitwembwe na thina mwingi uchumi wa baluka andu ethia twa mashati maingi ku serikali yakishekana andu asumeka makwa kuitwa na kula ikipia maikatwete wa Ebola kugwito Kenya nundu ndimbaike ndwesio wa Ebola no muthuku muno Mutongoi TV kumakangu njene toboni mutesea Ko cia uvungulu wa muwe musini wa mwingi no siende kwikathi ya kila muthenya vala kwi umuthi mawisa ma polisi memwamba na ene nthi methi ame yandu ilaita namba kumanikana utalo na undu ilie ithikitwe mwandani umwe ute walelo wa mwingi kuthi Garissa bakuvi na kanisa wa Katoliki uwe kaitina wa mengi ile kwithi wa bakuvi na kiao cha usi watia siumwa mbutho mbitu ene nthi musini uwa mwingi mayende ya kwikala na wia kumanwa na sieko ii Osia Kimanzi ena mauvo. Enenzi ba musini wa mwingi ni mende kwikala na wia kumana na wongeleku wa vungulu wa mugo na bala enenzi memwamba na mwavisa ma polisi methi yemi andu na ileta nambo manyika na utalo wayo na undu ilie itikitwe na muthanga mwandani umwe ute wa lelu wa mwingi kuthi Garissa bakuvi na kanisa wa Katoliki uyuka siumwa mbuthu itina wa mingi ili na ilani ya mundu ume na mundu muka kwithiwa bakuvi na jau ziwati yao musini uwa mwingi kindu kilaki na mogulio ukonia umwa mino na alama tonya kwithiwa maitwa ize ziko ii Uyo vo atongo ikaundini ea kitima tongoni ndongo ya kakaundini Dr. Irene Kazalu na Senator Enoch Wambua mahikulia muvya woseze kwika ukunikili mwethianu kumanya umo wa ziko ii Dr. Kazalu aiweta kanani zikathite muno musini uwa mwingi na kaundini ya Kitui kwa unene Itio yambe sio mara ya kwanza kwithwa na kindu cha muthembono mwingi nini sikana wiki nzelu nitunozie ngile ya mundu umane ya chao ni mwezi kana wiki tatu kana nzelu nitunathikie mwitu ito kanya atio mwezi onake mwa na tunetu kubika oitu ineso manyondo wangiwe sawa watu ineso manya uno lakini kila kiboni tuise kana ni mwi o serikali twendeo mikulia kana yu mwingi ni etho i red zone nondo bandu ba mi yumwe kunene andu ana mowa itwe ndo amanyondo ziti museo tuambia kweka luyu imoto ndusiwone mundu usiwoswa one twetino ndio ngila kithaa kisio nundu ningitwikala kumu
na kuone bokito watu wajuane unameka mezene kila mwezi mudaiwa kumina guno uzino wena gozino uyovo kasalo aikulia enenzi kwithwa na umisyo kamindani kalamu byawozeze yukwithwa na kithito cha kwika ukunegeli kila maundwa na investigation la selite ndi kwekwa kenda wize kwitha maundu monthe mesawa sawa kwa isu nini ndiye ndone na muno no twina cheva no twize mundu la wiva anu wa wiva onoke the umete Kisumu ni Mukenya na vya mundu ile kwa kiunyama kama hivi si ni ukweli niseme ni pole lakini tukue wavumilivu serikali ifanye kazi yake asanti na Mungu awabariki kubikia iya mauyo maofisa ma polisi mei manamina mitalatala ya kumbwami ino mwandani o ateo koti ni umia mwamulo wa iseso ikwambia na vala ikwithia yambia muthenyani wa uni mazane magwaja ngirivoti ya vilingu wa movo kuma wa musini wa mwingi kilio mbungeni cha mwingi katika undine ya Kitui Hosea Kimanzi ya Hosea Kimanzi na indi chikwatia kana ukuni kilola ili tenu kwekwa kumanika umo wami isu ikule ito mudhinyani wa umonde tiokolia nukwetikilana na muneni wa serikali Isaac Mwaura kana mitua mithuku ya manigwa niwa ikodhothia mikomo no ti mathina ma maskulu Isaac Mwaura yasia kana maskulu maina thina miele mithuku na mitua mithuku ya manigwa niyo ikwete thina kwisila Facebook niona Daniel Cholia yasia ye no kwetikilana na Isaac Mwaura Ivoni wanakia kasia ye no kwetikilana na Isaac onge kwisila utumani mukuvye ilireruka ndai mwa 5 yasia ye nengu itikilana na kiusia na siayu sie na ngolo na inge siotomea ndawa sia kulevya Mary Kuma Macha wenaku uyasiata tutomea utumani waku wathi kana ye na welosi waku kwisila ilireruka ndai mwa 5 kana mitandaoni ito ya mekumkandilia ndu kwa lema sitwa maku na vala uendeye na kwiloela oye na nengethi wandi kunikila mawoni maku tuiminokilelia vilingi wa mauvondo kathibasa etusio kedheti na mauvombe yake. Want to become a competent driver or a professional heavy machine operator? Trained at Jordan Driving School and Jordan Modern Machinery Training Institute, subsidiaries of Jordan College of Technology, Thika. Gain hands-on training in saloon cars, lorries, and heavy plant operator machines like excavator, forklift, motor grader, Motorola, backhoe, wheel shovel, and more. Enjoy modern brand new fleet. Driving and operating heavy machinery is for everyone, regardless of the age or gender. Intake is ongoing. Visit us today at Jordan Towers, Thika Town. Jordan Modern Machinery Training Institute, the movers in plant operator training. Ongelanga mausiao na Dehus Kenya, Nundu va Dehus Kenya. Tena utaalamu wa miaka mingi wa kumandheonde dhiulu wa kuongelanga mausiao maindo. Kwa kuse ubyele umuseo, ula utatitwe na ukatumiwa ni aimi. Kumandheonde, tena complete feed, ula niliwi tayari na wina mandeni onde, mema vulanie makase ubyele umwe, tena concentrates ila aimi mabula nasiana maliu alamedhiana mota mbemba kana mavia ni kana kusuvia ngalama ya ndithia na tena speciality feed ulani liwa ndithia ila ikwiana tena liwa nguku sia broiler kusiongela kilo na kuikithia nisia nene pa mituki liwito ni kuma kwa tusuito nini kubika kwa nguku nima tena layer feed na ila itethea sia nguku kulecha matumbi maingi na maseo tena maleu manguluwe sia muika wonde alama tumanguluwe inene vanesa kuondu wa nyama na kusiana nesa yani kuikithia waithia nguluwe kumathi nini ikasiana nginya ukesa kumitaka na kuthinza ikatunga lato munene tena liwa ng'ombe sia thia nzau malondu mbui tutena na tusau maliu maitu maseobetie kuongelanga thia kuseubia uima wa mwi waindo kuikithia muimi ni wetha na ndithia thina vaita kwake kwa mauvombe yange kana kuthoa liwa ndithia yaku nena na Dehus Kenya Limited kwisila noti monza inya ile itano ile imwe thandatu itatu ile kana utume email kwa info.ke@dehus.com kana ulike kwa website yetu elani www.dehus.co.ke.
Ni naudho cha ingi twende na kumanithia. Muneni wa serikali Isaac Mwaura ni wakulia vethewe na kukwatiania kati wa sei alimu na ndoonde thini wa kukitana na mikomo ya manigwa maskuluni ila yende na kuikinya iweta mielele mithuku tayo yende kuwete wanangiko na kutunga na itina matamjala mavikiye twa muveani wa kisomo. Thini wa uneni wake na andiki mama uvo Mwaura ni wakulia sei mose itambia ya kulonga mituo ya asiana sio kwa kuidhwa mikomo yumanite na mituo mithuku ateo tima thina maskuluni. Ben Musau nukueleze. Muneni wa serikali Isaac Mwaura ni wakili okayo kumana na siko sia manyiwa kwa vingi sa masomo kwa kuvivya na kukilithwa kwa maskuluni undulo valani tia masomo na kuweta wanangiko wa mali iweta oyuta thina wa kimikalile ulowo dhothetu ni maundu kivatho kaminyo kuma misieni nduani na mitandaoni. Wazazi wachukulie jukumu lao la kuwalinda watoto wao, kwa sababu tumeona utomvu wa nidhamu ambao umekithiri sana, kwa sababu nafikiri baba na mama sote tunatafuta. Tumewaachia mambo ya kulea watoto wetu wakufunzi, walimu. Na ilhali pia tumesema kwamba tusimwadhibu mtoto. Sasa inakuwa kwamba sasa hivi tunapata kwamba hata watoto ni kama ndio wanashurutisha wazazi. Lazima tuwe na mchakato wa kitaifa ambao utaangazia jambo hili kwa kina, kwa mapana na marefu, tujue nini kiini cha utomvu wa nidhamu huu, kwa sababu sio shule moja ama mbili. Unajua zamani watu kwanza fikiri ni mtoto wa kiume ambaye, lakini sasa tunaona pia ni mtoto wa kike. Kwa hiyo maadili haya ambayo yamekwenda chini yametuadhiri kwa kiasi kikubwa sana. Mwaura eweta kuvinga maskulu tikuo songeo aiweta maskulu ni vandu va usese na kuvindwa mituo kwa manyewa na asiai alimu na atongo imandeni mena kianda cha kuonia siana sio moloto. Uwezi ukasema ati sasa ukitoa boarding school ndio kutakuwa na nidhamu. Wase wengi hapa tulienda boarding school, si ndio? Inamaanisha kwamba sisi tuko na indiscipline. Hapana. Kuna kitu kenye kinafanya watoto wakuwe waiko sawa. So mi na cheki hiyo sio solution. So ukisema ati shule zote ziondolewe boda, tulikuwa na hiyo conversation na viongozi. Do you know walituambia nini? Na hizo madesku ndio zimejaa teenage pregnancy. So unacheki So sio solution. Hiyo tu ni knee-jerk reaction ya kusema nini. Shida ni kuna maadili, kuna ile respect imekosa na discipline. Hiyo hapo kuna shida kidogo. Na sasa ukicheki hata vile Liza Nyango unauliza hapo eti kama wakuwe na hizo parliament zao. Siku hizi sio wanachagua hata prefect wao, wanachagua. Kienda kwa shule unapata mtu anaitwa president, mwingine anaitwa governor. Wamepata hiyo freedom. Lakini bado unaona vile tumesema hakuna discipline, watu wapatiwi suspension, wapatiwi nini. Hiyo ndio imeleta shida. Okavindani kausilikali ni amikirisia misile na kunikie ni mbanga ya mwaki wa skulu wa utumishi kumakwata mbau na kumatethesia nokana makwate uwo wa kilingisi cha mbanga ino. The last respects is not really a compensation for the life lost, and I think it's important to say so, because I've been seeing people trying to say on social media all this and that. This is just a facilitation for the last respects. Even as the other parents wait, for the requiem mass at Utumishi Academy shortly, and we are taking all the medical bills. By the way, even the bills of the man the father who is still in hospital, we've been able to link them up so that also he can be taken care of. Vilingi wa Mavomo Tongo TV nyeneta wa Ben Musau. Hindi tuenda kuiwa mawoni maku nuitikalala na Isaac Mwaura kana mituo mithuku ya ciana niyo ipothothea mikomo maskulu ni no timathina ma maskulu ni gwetha ndiku ni kila mawoni maku tuiminokilelia vilingi wa mauvo. Tusongana mbele kana evindani aimi maende na kutumia nzia cia matuko asia uimita uwe wa kwise uvisia kana AI kati wa maundwangi vena vata munene wa aimi va Kenya kukwata masomo kukonia kunengane mauvomo mitandaoni kana data. Kwenana na Barbara Dabwireki kuma ngwatanioni ya ETC Group ulani niwaweta nimekuendea na kuthukuma na mivia kiwathukanio sivyo serikali cia kaunti va Kenya kuikithia kana aimi ni makwata uvo wa kuyana yulu wa kusuvia mauvomo mitandaoni.
enana na uvisao kuma ngwatio nino ya ATC Group nikana mosie itamehi kuundisia miulu wa mauvuo ma mitandaoni nundu wa miengi nimethi tumaitumia mitandao kutwaisya wimiwo na mauvuo ma vata makoswa na makalika mokoni matema seo. So as you all know, artificial intelligence is driving most of the digital technologies that are being deployed on the continent. And as a result, a lot of farmer data is being siphoned from the farmers without their knowledge. And therefore, one of the objectives of this meeting was to bring to light the importance of data privacy and data protection and why farmers need to protect their data. And so we have been, talking to farmers about data protection. We've been talking to farmers about how they can protect their data and what data they should share. Because data is the new oil, and many farmers are not aware that their data is being used without their knowledge. Onowe voni walisekana nimekwendea na utwaisya mawundisi wa maminita wundise kaundi ya Masaku na Siaya dalisekana imekwati ene serikali sia kaundi kuonondo wa imekwata mawundisi omekivu no mautwaisya uwemiu. I would advise local farmers in Kenya to embrace technology that is open source, technology that's being developed with farmers, for farmers, and by farmers. And there are a number of technologies now that are being developed with their interests at heart. And we realize that digital technologies that are currently being developed are not do not center the needs of farmers. The technologies that are being developed are not context specific, and they are mainly, brought by multinational companies out of Kenya, and therefore it's important that as Kenyans we need to start to think about open source technologies, technologies where farmers are not being used as objects. Nemo maemi alama evikite mawundi sioni alama atoiwa kauntini ya Masaku. Etu avundi wenzi yasi ya wemi through digital farming kana kutumia technology kana ziasi ya matukwa titumia mitandao. Nikulia serikali zito ya county na national government tuende kana maenda na usome the IME kwa winyo manondo matuanda kuata information sia wemi fulani kila ni wemi yanso kwa saidia na maelewa pena pile matuanda utumia. Daniel Mwonkela, Mutongwe TV, kumva kauntini ya Masaku. Ezia Mutongwe TV niwe kwatiwa kwa kanawati ndanesani na ukethina no tho chandhiri wa Mutongwe mathauni nyenetwa Rokfela Mutwa wina ivinda wembeta kuzona takithio tuikatina vanini twambililie na ukatina vala timu Harambee Stars nominie kabeni cia mathao make unyanya itina wa utamula Lesotho mbao inya kwa muloto thini wa mukondo wake ile wa ithao ya kiunyanya ithao ile ithao kiwe kiwanzani cha Moripe Stadium ya South Africa ripoti suni ngobane seyo kwa withianu. Timu wa Harambee Stars nominie kabeni cia mathao make unyanya weekend 8 na watamula nthi ya Lesotho mbao inya kwa muloto thini wa raundi ya keli ithao ya kiunyanya ithao ila ithao kiwe kiwanzani cha Moripe Stadium kila kinthi ya South Africa. Mbao cia Harambee Stars inekiwe netini ni athao ki Mohamed Bajabar datikani ya nyanya na datikani ya 50 na ile vala musmali wa Muthiesa ndokoni ya timu ya Lesotho na kuneiwe ni muthao ki Lawrence Ouma itina uthingithia neti maiteli datikani ya 80 na inya na 80 na nyanya. Mathao ma kiunyanya mayende na utethecia nthi ya Kenya nthini wa kuyumbanisia mathao ma AFCON mwaka ni twathi wa 2007 ku Ben McCarthy ula ni kocha wa Harambee Stars aiweta kana ena mwikio munene na imwana Isusia Stars.
Tutiane na Harambee Stars bala tumekwarisia usio kabindani kama ende na kuyumbanisia mathoma AFCON mwakani twathiwa ngilile na 2007 tukatini wabanini